Now, 10 flooded areas in Nairobi that were reported by Uber drivers. These are the areas where Uber drivers really complained that were really flooded. Hizi ni mtaa, hizi ni parkings, hizi ni estates zenye zilikuwa na maji. So remember, some of these clients, they request after they have realized that there is a flood. Like on that day when there were serious floods, someone requested a cab. And I picked that request up on Bolt app at around Avenue Hospital in Parklands. And that place was so flooded that on my arrival, the first thing I met was a matatu, another matatu, a Volkswagen, a Vitz. There were about 7 cars on First Parklands. That tells you that First Parklands never. Hata kama kuna traffic, better stay in traffic, but don't run away from traffic by using First Parklands. It's very dangerous. So here are some of the areas that drivers complained about during this rainy season. Number 1, South C. South C ilikuwa noma. Sana side ya South C was sana side za pale Muslim hapo chini. Shopping center, that area. Most estates in South C were flooded. During heavy rains, roads in South C easily flood due to overload drainage system and rapid development. Many drivers reported cars stalling in the area. Magari mingi zilikwama South C mbaya, hadi manyumba, mashule nini. So South C, ukiona mvua karada ya South C noma sana, na ni kwa sababu ya venye hiyo place ina grow na drainage hawaundi. What you risk ukienda South C wakati wa mvua: flooded residential roads, cars stuck in parking areas, and so on. So usipeleke gari yako juu. Kwanza hao waria huwa wana request, hao watu wa South C huwa wana request, wakishaona maji wanaona nikaa wewe utakuja na meli. Car rada za driver, please usiende, ama karibia juu sasa uwezi acha kazi. Karibia, lakini ukiona maji don't go. Number 2, and some of them also, they are trying to use your car and they are leaving their cars because they don't want their cars to be damaged. Au watu wako na magari lakini hawatoi magari zao wakati wa floods. Wanataka yako ndio iharibike juu wewe utalipwa so mbili. So karada sana Kadere. Number 2, Mombasa Road, Cabanas, South B. This section is a major flood trap. Hapa I think nimeandika vibaya, but pale hivyo Bellevue, I think hata nimeongelea sana. This section is major flood trap where water collects on the highway during storms. Bellevue, noma. Hata mnajua kama we ni Kadere uko, if you are a driver on the road, you are always on the road, and you are on the road on that day, you know what happened. If you are on Mombasa Road on that day, you know what happened around Bellevue. The cars were stacked, some cars were carried away by floods, and a lot of things. If you continue making that mistake of going to that area during rainy seasons, you risk traffic jams, vehicle stalling in deep waters. You risk traffic jams and also vehicle stalling. Ukiona mvua hiyo area karada sana. Now, number 3, Thika Road, Githurai, Kahawa Bridge. Unaelewa? A bridge. That bridge, I've also talked about it in most of my videos, and I'm not afraid of repeating it if it will be helpful to someone. Hapo ukienda Githurai 45, service lane, opposite Clay City, noma. Hiyo place ukiendelea on the highway. And this flooding often happen near bridges and low section of the highway. Hiyo place, service lane, is the low side of that place. Hapo karada, highway kidogo sometimes ukuanga poa. Tumia highway sana sana. Kama sahi, hiyo maji saa zingine ukawia. So, you better use the highway. If you don't use the highway, you risk fast moving water, hidden potholes, but I don't think this place have a lot of potholes, but debris. Mawe ziko kwa hiyo maji. Sometimes mawe zuko kwa hiyo maji. Na saa zingine pia hiyo maji ubeba mafurnitures hapo, so itakuharibia gari.
Karada sana hiyo area. Number 4, area zenye ni ngori wakati wa mvua. Mathare area, Mathare and its environs. Flooding happens when the Nairobi River overflows, affecting nearby roads and homes. Mathare, hiyo Nairobi River ikijaa, when the Nairobi River is flooded, it affects the whole of Mathare, all the roads, na utapatana hadi na vyombo kwa barabara. Utapata utensils, kitanda ya mtu, nyumba ya mtu imebebwa, kibanda. Karada ya Mathare sana. The risk, ukiendelea, the risk: strong water currents, electric shock. Huko watu wanatumia mulika brother, na mulika inatembea na hiyo maji. Karada sana Mathare. Hiyo ghetto ni noma wakati wa mvua. Unaweza gongwa na stima, familia washindwe, si alitoka na gari, kwani kumeendaje? Karada sana ya Mathare. Mathare, area yote ya Mathare karada sana. Number 5, Mukuru kwa Ruben. Heavy floods have swept through this area before damaging houses and roads. Heavy floods zimebeba hii area mbaya. Flood water covering roads, these are the risk, and vehicles getting stuck, and also bad roads, potholes. You know, these areas, the roads are very bad, plus the running waters. Now these waters are the flood has really damaged these roads. So if you are going around these areas, I'm saying this because not only job can take you there, you can also go there to visit a friend. You can also, sometimes you stay there, and I'm just cautioning you, even if you are staying there, karada sana usiharibu gari. Manyumba zimebebwa na maji huko, so karada sana. Na hizi ghetto, stima, mulika, itakurwada, itakushanda, na tutakupata wapi? Bondo na baba. Si unajua Bondo ni wapi? Penye tulipereka baba jo. Chunga sana. May his soul rest in peace. Kibera ni Ngong River. Kibera. Kibich. Ghetto kubwa. The biggest ghetto in Africa. Kibera. Low-lying parts of Kibera near the river are highly exposed to flooding. It's common in Kibera. Hata kwa news zote. Kukiflood Kibera ukuanga kwa news. If you are staying around Kibera, kama unaishi karibu na mto, karada uspark gari ujinga unaweza rudi upate ilibebwa ama imekaa upside down. So karada sana. What you risk if you don't listen to this video: rapid flooding, blocked roads. Unaweza fika na gari, kesho upate nyumba ya jirani yako ndio imefika hapo kwa barabara. Uwezi toka, uwezi ingia kazi. Gari yako haijabebwa, lakini there is no road to exit hiyo mtaa uende kazi. Nani ako kwa shida? Ni wewe. Karada ya Kibich sana. Hizo area tena mulika. Ukitembea kwa maji, labda gari imestall, sasa unashuka. Karada sana, unaweza gongwa very bad na stima. Mulika mwizi. Number 7, Imara Daima. Imara. Mtaa iko na barabara moja ya kuingia. Uanga mbaya. Hizo maestos huja maji mbaya. Imara. Some roads and estates in this area experience flooding during heavy rainfall. Ukweli, Imara kwanza hiyo estate tu ya kwanza hiyo inakuanga imejaa maji. Hiyo ya mbele around hapo junction turn, penye unamake a turn left na right, the T junction, hapo inakuanga imejaa maji mbaya sana. Karada ukiingia hata ndani ya hizo esto, gari yako inaweza kwama ndani ya esto na ifungie kila mtu kutoka. So ukipata ride ya huko, pima maji sana. Ukiona inaenda ikifunika mguu ya gari, wewe achana hiyo ride. 200 haiwezi inunua gari, na 200 haiwezi funga engine. Karada sana please. What you risk if you don't listen: water entering parking areas. Kama unaishi hizo area ama unaachanga gari yako huko, maji uingia kwa hizo parking. Engine damage might be your problem around this area. Number 8, Nairobi West, Mbagathi Road was very, very serious. Hizi ni area usipik ride, na kama unapik angalia level ya maji. Nairobi West, Mbagathi Road. Drivers often report water collecting on the road near Timol and Nairobi West. Hiyo pia nimeongelea sana. Hapo ilikuwa moto. Hiyo
siwezi kosa kusema deep water in traffic jams and poor visibility. Hauwezi ona nini unakanyaga, gari inakanyaga wapi. So mamawe jo, no man. Last but not least, baba yao Fadhila Bazenga, master wa traffic jams in Nairobi, Eastleigh, Isich ni ngori. Barabara zote za Eastleigh ushika vibaya sana. So jaribu sana uangalia zile barabara haziwezi flood. Kwanza hizi side za inaitwa aje, kuna hizi street zinaingia Juja B Estate, hiyo area. Huko niliingia kwa maji ya siwe, very bad. Gari ilikuwa inanuka kama ndouma. Gari ilikuwa inanuka sijui nini. Several sections in Eastleigh area are listed as flood hotspots during heavy rains. What you risk around Eastleigh? Narrow flooded streets, severe traffic congestions. Na hata si severe bana. Ile Eastleigh ni severe kweli. Kizungu inadanganya man. Ile si severe bana. Ile ni serious traffic congestion. I think that's what we can call it. So be aware of Eastleigh. Na ujue Eastleigh kuna kuanga na surge. Kusonga tu hivi ni so 4. Ka distance kadogo itakuchocha wewe. Na watu uitisha kabu wakiona kuna maji. Eastleigh Wasomali uitisha kabu wakiona kuna maji. So karada, kama uwezani achana na si makosa yake, yeye ameitisha kabu. We mwenye umeenda makosa ni yako. So karada sana. Now number 10, Parklands. First, Parklands, most dangerous parts of Kilimani, Syokimau, Syokimau karada, Katani na huko ndani, karada sana, ndani ya Syokimau, Kilimani, Parts of Kilimani also kuna shida. Flooding has become common because blocked drainage and overflowing rivers often flood city roads and neighborhoods during heavy rains. Drive safely and also please caution. Itaniuma sana kama kuna mtu ataniambia amepatana na hizi shida after nimepost hizi video. Ni noma sana. Itakuwa ni kama au kusikia. Bro, karada, please. Remember, I always post such videos almost every day. Please subscribe to our channel, share with a friend, give us a like, and also tell us about some areas that you feel are affecting other drivers, so that drivers wenye wamewatch hapa wasijipate kwa shida. Thank you.